Ziara isiyosahaulika ya Papa Francis katika falme za Kiarabu. Ilikuwa ni Februari ya mwaka 2019, jua likiwa linachoma kama kawaida kwenye jangwa la Abu Dhabi, lakini siku hiyo haikuwa kama siku nyingine. Historia ilikuwa inakaribia kuandikwa, milango ya hofu ikikaribia kufunguliwa na milango ya matumaini ikitandazwa pole pole. Watu walikusanyika, Waislamu, Wakristo, waumini wa dini tofauti tofauti, wote wakiwa na jambo moja tu akilini: Papa Francis anawasili. Kwa macho ya wengi, hii ilikuwa ndoto isiyowezekana. Kwa zaidi ya miaka 1400 ya kihistoria ya Uislamu, hakuna kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki aliyewahi kuingia katika ardhi ya Umoja wa Falme za Kiarabu. Lakini mwaka huo ndoto hiyo iligeuka kuwa kweli, na sio kweli tu, bali tukio lililobeba ujumbe mzito wa maelewano ya dini na mshikamano wa binadamu. Papa Francis hakwenda tu kama kiongozi wa Wakristo, bali kama sauti ya upendo na amani kwa dunia nzima. Alipowasili kwenye ardhi hiyo ya dhahabu na mafuta, alilakiwa kwa heshima ya kifalme. Alipokewa na Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, mrithi wa ufalme wa Abu Dhabi, na viongozi wa dini ya Kiislamu. Kilichofuata ni tukio la kihistoria lisilosahaulika. Papa alitia saini hati ya udugu wa kibinadamu pamoja na Sheikh Ahmed El Tayeb, imamu mkuu wa Al-Azhar, taasisi kongwe na mashuhuri ya Kiislamu duniani. Ilikuwa ni ishara kwamba dunia, licha ya tofauti zake, inaweza kukaa meza moja na kushiriki mkate wa maelewano. Lakini kilele cha ziara hiyo kilikuja Februari 5, 2019, ambapo Papa Francis aliongoza misa ya hadhara katika uwanja wa michezo wa Zayed mjini Abu Dhabi. Takriban watu 180,000 walihudhuria, wengi wao wakiwa ni wahamiaji wa Kristo kutoka nchi za Asia na Afrika. Kwa jicho la ndani, ilikuwa ni picha ya kushangaza: Papa Francis katika ardhi ya Kiislamu akiongoza ibada ya Kikristo mbele ya umati mkubwa zaidi kuwahi kukusanyika katika tukio la Kikristo katika historia ya Ghuba ya Kiarabu. Ilikuwa ni sauti ya amani ikilia juu ya vumbi la historia na tofauti za kiitikadi. Katika hotuba yake, Papa alisema kwa sauti ya upole lakini iliyopenya mioyo: tuko hapa kuonyesha kuwa sio silaha, sio hofu, sio propaganda, bali upendo, heshima na mazungumzo ndio yanaweza kubadili dunia. Tukio hilo lilirushwa moja kwa moja kwenye runinga, redio na mitandao ya kijamii duniani kote. Ilikuwa ni sauti ya kanisa, lakini pia sauti ya ubinadamu. Kwa Waarabu, hili halikuwa tu tukio la kidiplomasia, bali ni hatua ya kihistoria kuelekea dunia yenye uelewano wa kweli kati ya dini mbili kubwa duniani, yani Ukristo na Uislamu. Kwa Wakristo, ilikuwa ni faraja kubwa kuona kuwa sauti yao ina thamani hata kwenye ardhi ambao kwa muda mrefu walihisi ni wageni. Kwa ulimwengu mzima, ilikuwa ni picha ya matumaini ya kwamba hata katika nyakati ngumu zaidi, binadamu anaweza kuchagua kuwa binadamu mwenzake, sio adui yake. Hii ndio picha ambayo Waarabu hawataisahau daima, si kwa sababu ilikuwa tukio la ajabu tu, bali kwa sababu ilitufundisha kuwa hata jangwa linaweza kuchipua maua pale tunapochagua kupanda mbegu za amani. Papa Francis, aliyekuwa raia wa Argentina,
alizaliwa Disemba 17 mwaka 1936 na kufariki tarehe 21 Aprili 2025 akiwa na umri wa miaka 89, na sasa ameshapatikana papa mpya, anaitwa Papa Leo wa 14, raia wa USA mwenye umri wa miaka 69. Dunia itarajie nini kutoka kwake? Ni jambo la kusubiri. Papa Leo atatuletea kitu gani? Rest in peace Papa Francis. Nitafute kwenye mitandao yote ya kijamii kwa jina la Tony Caesar.